Injili ni agizo la kila mshirika au ni agizo la kila mwamini anayekwenda mbinguni kuhubiri Injili. Yesu apewe sifa sana. Na nikazungumza kwa habari ya kuhubiri Injili, na nataka nikwambie, kuhubiri Injili sio lazima uvae suti kama nilivyovaa mimi. Kuhubiri Injili sio lazima uhubiri hapa kanisani. Wakati mwingine unaweza kuhubiri kwa matendo yako ukiwa huko nje. Unaweza kuhubiri watu ukiwa huko nje. Unaweza kuhubiri watu kwa kusema kwako. Unaweza kuhubiri watu kwa kuwaza kwako. Yaani kuna mambo gani unayafanya kwenye jamii ili uweze kuhubiri nini? Uweze kuhubiri Injili. Kwa hiyo tukazungumza, tukaangalia Zaburi 96:3-6. Ili pia tukasoma kitabu cha Mathayo 28:18-20. Lakini tukataja vitu kama vitatu kusudi la kuwepo kwa kanisa duniani. Nilizungumza vitu vichache pale. Nikasema kusudi kubwa la kanisa kuwepo duniani. Kusudi kubwa la kuwepo kwa kanisa duniani. Nikasema kusudi la kwanza ni kuhubiri Injili na kueneza habari njema ya ufalme wa Mungu. Kanisa lipo kwa ajili ya kuhubiri Injili. Kanisa lipo kwa ajili ya kueneza habari njema za ufalme wa Mungu. Kanisa halipo, unajua kanisa likiwa mwaka wa kwanza wa pili halikui, hilo kanisa kuna maswali. Lakini kanisa ambalo linaeneza habari njema za ufalme, kila mwaka lazima liongezeke. Kila mwaka lazima likue. Kila mwezi lazima likue, kwa sababu ni kanisa linalohubiri Injili. Ndio kazi kubwa. Mambo mengine yote duniani yatafanyika, lakini kazi kubwa ni kuhubiri Injili. Hata wewe uko hapa, kuna mtu alikuhubiri Injili. Mimi niko hapa, kuna mtu alinihubiri Injili. Kuna watu walijinyima, wakafunga, wakaomba ili watu waokoke. Baada ya kuomba na kufunga, tukapatikanika sisi tuliokuwa tunastahili mbele zake. Sisi ambao leo si ajabu tusingekuwepo katika dunia hii. Sisi leo ambao si ajabu tungekufa, tungekuwa hatupo, lakini kwa neema ya Mungu akatukomboa. Leo tuko hai na Yesu. Leo tunatembea na nguvu za Mungu kwa sababu ametutuma tuihubiri Injili. Na tutaihubiri Injili kwa viwango vikubwa sana. Kanisa kama mkao kuhubiri Injili. Mshirika mmoja ihubiri Injili. Wazee wa kanisa hubiri Injili. Viongozi mashemasi hubiri Injili. Mshirika hubiri Injili popote unapokwenda, ihubiri Injili ili watu waache maovu. Maovu ni mengi. Maovu yanatisha. Maovu yanasikitisha. Na nikatoa mfano. Sijafuatilia habari, lakini nikasikia kwenye vyombo vya habari. Tukaangalia jinsi ambavyo yule mwanamke ambaye baba wa watu amemchukua mke wake, ameanza kumkatakata. Kamkatakata mke wake. Alafu kachukua mkaa, akaanza kumchoma. Hayo yote bila Injili, hawa watu hawatatoka. Hawa watu wanamhitaji Mungu. Ni hatari. Unamchukua mke wako, unachukua panga, sio ni kisu, unaanza kumchinja kama ng'ombe, na wala huogopi. Unachinja kama ng'ombe, unafanya kila kitu, unachukua, unatenganisha mwili, tenganisha maini, tenganisha kila kitu, unafanya unachotaka. Alafu unachukua mkaa, unaanza kumchoma kama nyama. Alafu wala huogopi. Hiyo tumefika, dunia iko mbaya, inamhitaji Yesu. Inamhitaji Yesu sana. Kwa lazima tuhubiri Injili. Lazima tuhubiri Injili kwa viwango vikubwa. Watu wamefika mahali hofu ya Mungu imeondoka. Hofu ya Mungu haiko tena. Watu wamefika mahali mzoea Mungu kama unaona kama Mungu ni mjomba, ni shangazi, ni bibi, si kitu gani. Mungu wapendwa ni Mungu anayejitegemea. Tukimuomba Mungu huyu, hawa watu wote wanafanya maovu haya, wataacha dhambi zao, wataacha maovu haya, watakwenda kwa Yesu. Wataacha maovu, watakuja kushuhudia. Na wengine wahubiri wazuri, wachungaji wazuri, wainjilisti wazuri. Kwa ni lazima kama Wakristo tuhubiri Injili. Yesu asifiwe sana. Hubiri Injili mpendwa katika jina la Yesu. Na mliniahidi mwaka huu mtamleta mtu mmoja kwa Yesu. Wangapi wameanza kushuhudia watu kwa Yesu? Naomba muendelee kuwaleta watu. Kazini kwako walete watu. Usiogope ukiwa kazini. Waeleze watu habari za Yesu. Watambue kwamba kweli umeokoka. Wakujue kabisa kwamba kweli umeokoka. Kusiwe na vificho. Lazima vitu viwe wazi. Wajue kabisa kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Tukaangalia kusudi kwamba ni kuhubiri Injili na kueneza. Kanisa duniani tukiwa kuhubiri Injili na kueneza. Lakini jambo la pili nasema kutoa ushirikiano na huduma kwa jamii. Kwamba pia kanisa liko kwa ajili ya kushirikiana pia na jamii. Tukihubiri Injili pamoja na kushirikiana na jamii pia ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu wakati mwingine misiba inatokea. Ile misiba kwa mtu aliyeokoka, nenda kahudhurie. Lakini kazungumza kwamba ukifika kwenye msiba ule, uwe kielelezo. Watu wajue kabisa kwamba kweli huyu aliokoka. Yesu asifiwe sana. Kwamba huyu kweli afanyaje? Ameokoka. Lakini jambo lingine tukaangalia ambalo ndio la mwisho kulikofanya summarization yangu ni kwamba ni kujenga na kudumisha umoja wa Kristo. Kwamba
kama kusudi la kuwepo kwa kanisa duniani linajenga pia na kudumisha umoja wa Kristo. Kanisa kuwepo duniani linadumisha umoja kwa Wakristo, umoja kwa washirika. Na nikaeleza, unapozungumza neno Mkristo, unapoongea neno Mkristo, unazungumzia mpako wa mafuta. Mpako wa mafuta maana yake ndiye Mkristo. Kwa hiyo Mkristo, wewe hapo ulipo, wewe ni mpako wa mafuta wa Bwana. Na kwa kweli mpako wa mafuta wa Bwana tukiuka ihubiri Injili, kwa kuwa wewe ni mpako wa mafuta wa Bwana. Amen. Yesu asifiwe sana. Ukaihubiri nini? Injili. Hubiri Injili. Na unapohubiri Injili inaambatana na maombi, inaambatana na imani. Lazima uwe na imani. Unapohubiri Injili uwe na imani kwamba ipo siku itakuwa hivi. Yaani lazima uwe na attitude fulani. Uwe na attitude fulani ambayo unakuwa na mtazamo fulani ambao unajua kabisa unapokwenda kuhubiri Injili uwe na imani kwamba huyu mtu lazima aokoke. Niwahi kuwapa mfano mmoja. Tumewahi kwenda kufanya huduma mahali na mtu mmoja mkubwa sana. Huyo jina lake nalihifadhi.